Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Leo ni siku yetu ya pili katika mwendelezo wa maombi ambayo Mungu ametupa kwa ajili ya kuomba katika majira haya ya mwezi huu wa tatu. Leo ni tarehe ya 4. Jana tulianza maombi yetu ya siku ya kwanza na leo ni siku yetu ya pili. Mungu ametupa tena neema. Na mimi ninamshukuru Mungu kwa neema ambayo ametupa ya kuendelea na maombi ya mfululizo haya wa siku hizi 4 kadiri ambavyo Mungu amekusudia. Leo tunapata nafasi tena ya kufanya maombi kwa siku yetu ya pili. Na mimi ninaitwa Mwalimu Given Msuya, ndiye ambaye nimepewa dhamana hii ya kukuongoza katika maombi haya na kukupeleka kwa namna ambavyo Mungu amekusudia kwa neema yake, kwa Roho wake Mtakatifu. Mungu ametupa andiko la siku yetu ya pili, siku yetu ya leo kwenye kile kitabu cha Yohana, ile sura ya 8. Ni andiko ambalo linafahamika sana tu, ni andiko ambalo tumejifunza, tumefahamu, tumejua. Lakini Mungu kuna namna ambavyo ameleta kwa siku ya leo, na mimi natamani ulisikilize na unifuatilie, alafu tupate muda mzuri wa kufanya maombi kwa ajili ya kile ambacho Mungu amekikusudia kwangu, lakini kile ambacho Mungu amekikusudia kwako pia. Kitabu kile cha Yohana, ile sura ya 8 na ule mstari wa 32. Kile kitabu cha Yohana mtakatifu, ile sura ya 8 na ule mstari wa 2, anasema hivi: tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Anasema tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Nitaunganisha na kile kitabu cha Hosea, ile sura ya 4 na ule mstari wa 6, kile kipengele cha A. Hosea ile sura ya 4 na ule mstari wa 6. Ni mstari ambao yote ninaisoma, ni mstari ambao tunaifahamu, mstari ambao tunaisoma sana, tunafundishwa sana kupitia nayo. Na mimi Mungu amenipa kwa ajili ya maombi haya kwa siku hii yetu ya pili. Hosea ile sura ya 4 na ule mstari wa 6, kile kipengele cha A, nasema hivi: watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Hosea anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Lakini kule kwa mzee Yohana anasema hivi: tena mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Somo ambalo Mungu ametupa kwa majira haya katika kipindi hichi cha mwezi huu wa tatu kina kichwa kinachosema kuomba maombi magumu. Kuomba maombi magumu. Na kwa siku ile ya kwanza ya jana nilijaribu tu kuelezea kwa kifupi, nikasema tunapozungumza au tunapoangalia na kutafakari ya kwamba tunaposema maombi magumu maana yake nini? Yaani kuomba maombi magumu maana yake nini? Tunaposema kuomba maombi magumu, maana yake ni kuondoa ugumu ambao upo au umewekwa au unakithiri au unashamiri kwenye maisha yetu. Kuondoa ugumu uliopo au uliowekwa kwenye maisha yetu. Kwa tunapoomba maombi magumu, maana yake tunashughulika na magumu tulionayo kwenye maisha yetu. Na siku ya kwanza ya jana nikasema tunapozungumzia magumu au tunapozungumzia neno gumu maana yake ni kushindikana, maana yake ni kutokuwezekanika. Na kwenye maisha ambayo mimi na wewe tunaishi, nilizungumza siku ya kwanza ya jana nikasema watu wengi tunapita kwenye maisha ambayo yako mambo mengi yameshindikana, yako mambo mengi hayawezekaniki tena kwenye maisha ya mwanadamu, kiasi ambacho imefika mahali mwanadamu amekata tamaa, imefika mahali mwanadamu amechoka, mwanadamu hataki tena kujishughulisha, hataki tena kufanya, hataki tena kwenda, hataki tena kusogea, hataki tena kusikia, hataki tena kushaurika, hataki tena kujifunza, hataki tena kuzungumzia hilo jambo. Kwa nini? Lilikuwa gumu kwake, na yeye akalipokea kwa namna lilivyokuwa gumu kwake, na akakubali ya kwamba hili kitu au chai au hili jambo ni ligumu kwangu, kwa hiyo nimeliacha, siliwezi, limeshindikana, haliwezekaniki. Lakini mimi nataka nikupe tu taarifa ya kwamba
hakuna kisichowezekana chini ya jua. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumsifu tena Yesu Kristo. Kwa tunapozungumza kwa habari ya maombi magumu, maanake tunashughulika na ule ugumu ambao mwanadamu anauona kwenye maisha yake. Tunashughulika na ule ugumu ambao mwanadamu anaupata kwenye maisha yake. Na jana nikasema tunapozungumzia kuhusu ugumu, watu wengi hatufahamu na wengi hatujui ya kwamba ugumu tunaouona kwenye maisha tunayoishi mimi na wewe leo kwenye dunia hii ya mwili na ya damu na nyama, ni kwamba ugumu tunaouona au ugumu tunaoupata, watu wengi napaswa kufahamu hichi, ya kwamba ugumu ambao unauona kwenye biashara yako, ugumu ambao unauona kwenye kazi yako, ugumu ambao unauona kwenye ndoa, unauona kwenye huduma, unauona kwenye miradi mbalimbali, kwenye jambo lolote ambalo unajishughulisha nacho, huo ugumu ni ugumu tunauita ugumu picha. Na jana nikazungumza sana, nikasema ugumu ambao watu wengi tunaupata, watu wengi tunauona, watu wengi tunaupitia, watu wengi tunakutana nao, ni ugumu ambao umetengenezwa, sio ugumu halisi. Kuna mahali ndiko ambapo kuna ugumu halisi. Ugumu ambao unauona wewe kwa macho yako ya mwili na nyama sio ugumu halisi, ni ugumu uliotengenezwa. Ila ugumu wenyewe, nilizungumza jana siku ya kwanza nikasema, ugumu upo kwenye mawazo ya mtu, ugumu upo kwenye fikra za mtu, kwenye fahamu za mtu, ugumu upo kwenye nia ya mtu, ugumu upo kwenye akili ya mtu, ugumu upo kwenye maamuzi na utayari wa mtu kufanya jambo. Pindi ambapo akili yako ikakwambia hichi kitu ni kigumu, nataka nikwambie hata kingekuwa rahisi kwa namna gani, kwa kuwa akili yako imeshasema ni kigumu, huwezi kukifanya, kwa kuwa akili yako imekwambia ya kwamba hichi kitu ni kigumu. Mawazo yako yakisha jichakata, mawazo yako yakisha jichuja, yakakubaliana kwamba tumewaza tukaona hichi kitu ni kigumu, hata tungekushauri, hata tungekuombea, hata tungefanya nini, as long as mawazo yako yamekubali, fikra zako zimekubali, fahamu zako zimekubali, nia yako imekubali, akili yako imekubali, maamuzi yako yamekubali, na utayari wako umekubali ya kwamba hichi kitu, hii ndoa, hii biashara, hii kazi, hii biashara, hii huduma, hii masomo haya, elimu hii, hichi kitu ni kigumu, my friend, hata tungekuwekea mikono tukakupaka mafuta, kwa kuwa ugumu umesha kuwepo ndani, ni vigumu sana kushughulika na ugumu unaoonekana nje. Lakini watu wengi tungekuwa wepesi kushughulika na ugumu wa ndani, ni rahisi sana kushughulika na ugumu wa nje. Sasa maandiko ambayo nimeyasoma, Biblia inasema hivi, mtaifahamu kweli, alafu hiyo kweli itawaweka huru. Yohana anapozungumza na kusema ya kwamba tutafahamu kweli, anajaribu kulinganisha uhuru na ukweli, ya kwamba kiwango cha kwako cha kufahamu ukweli ndicho kitakachukua kiwango chako cha kuwekwa huru. Ngoja nirudie. Yohana anaposema hivi, nanyi mtaifahamu kweli, alafu hiyo kweli itawaweka huru. Kumbuka ili andiko linavyosema na linavyomaanisha. Biblia inamaanisha ya kwamba kufahamu kwako kweli ndiko kuwekwa kwako huru. Ili uwe huru inategemea namna utakavyofahamu ukweli. Kiwango chako cha kufahamu ukweli ndicho kiwango chako cha kuwekwa huru. Na kwenye Hosea anasema hivi, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Biblia haituambii, au Hosea hasemi ya kwamba watu wangu wanaangamia. Ingekuwa tunaangamia hapo sawa, lakini anazungumza, anasema hivi ya kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Swali ni hili, kwa nini adui atumie njia
ya kukukosesha maarifa kama njia ya kukuangamiza. Na ngoja nirudie tena angalau uweze kunielewa. Kwa nini adui atumie njia ya kukukosesha wewe maarifa kama njia ya kukuangamiza? Maana yake nini? Maana yake nini? Adui anafahamu ili usiweze kuwa huru, ni lazima ashughulike na ufahamu wako, lazima ashughulike na uelewa wako, ni lazima ashughulike na akili yako, ni lazima ashughulike na mawazo yako. Moja ya kitu ambacho watu wengi hatufahamu ya kwamba Ibilisi anafahamu uwanja mkubwa wa vita kwenye ulimwengu wa roho, namna ambavyo atamshambulia mwanadamu kwenye uwanja wake wa vita. Moja ya kitu ambacho unapaswa kufahamu ni kwamba uwanja wa vita wa mwanadamu ni mawazo aliyonayo, ni kwenye akili ya kwake, ni kwenye fikra za kwake, ni kwenye fahamu za kwake, ni kwenye akili na kwenye nia na kwenye maamuzi ya kwake. Kwa hiyo shetani anafahamu ya kwamba akiachilia ugumu kwenye maamuzi ya kwako, akiachilia ugumu kwenye akili ya kwako, kwenye fikra za kwako, kwenye fahamu za kwako, akishaachilia ugumu kwenye mawazo ya kwako, ni rahisi sana wewe kuona ugumu kwenye maisha yako. Ni rahisi sana kuona ugumu kwenye kazi yako. Ni rahisi sana kuona ugumu kwenye biashara. Ni rahisi sana kuona ugumu kwenye jambo lolote ambalo unajishughulisha nalo. Ni rahisi sana. Kwa nini? Ugumu unatengenezwa ndani, alafu picha inaonekana nje. Kwa hiyo ili usishughulike na picha inayoonekana nje, adui anashughulika na kile kinachofanyika ndani. Ukumbuke kitu kimoja, vitu vyote tunavyoviona duniani, kwa mfano magari, kwa mfano ndege, kwa mfano vitu mbalimbali, vitu mbalimbali ambavyo viko duniani, hivyo vitu sisi tunavipokea, tunaviona vimeshatokea. Lakini usisahau kitu kimoja, kuna mahali hivyo vitu vinapotokea, kuna viwanda vinatengeneza hivyo vitu. Haya magari tunayoyaona, ndege, meli, tunaona vitu vingi tu viko duniani hapa. Kuna mahali, kuna viwanda vinatengeneza. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ni rahisi wewe kuona ndege ukaisifia, ukasahau kitu kimoja, kuna kiwanda kilichotengeneza hizo ndege. Kwa hiyo namaanisha kitu gani hapa? Ni rahisi wewe kuona ugumu kwenye maisha yako, ukasahau kuna mahali ambapo huo ugumu umetengenezwa. Shetani ni bingwa kukuonyesha picha. Kwenye maandiko, Biblia inasema hivi, mtu wa Mungu, nilikuwa nasoma ile andiko nikashangaa kitu kidogo. Maandiko anasema hivi, Yesu alipotoka mlimani ile siku ya 40 amaliza mfungo wake, ile siku ya 40, Biblia inasema shetani ndio siku ambayo alikuja. Wakati Yesu sasa ndio siku ile ya 40, njaa imemkamata vizuri sawasawa, ndipo siku ambayo adui anakuja kwenye ufahamu, kwenye akili, kwenye uwanja wa vita wa Yesu. Shetani hakuwahi kumtokea Yesu dhahiri, hakuwahi kumtokea Yesu uso kwa uso. Alikuja kwenye mawazo ya Yesu, alikuja kwenye fahamu, kwenye fikra, kwenye akili, kwenye uwanja wa vita wa Yesu ambao ni mawazo ya Yesu. Akamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, geuza, badilisha jiwe hili kuwa mkate. Alikuwa anajaribu kumwonyesha Yesu namna ugumu ulivyo kwenye mfungo, ya kwamba mzee, hii siku iliyobaki, hii siku moja, hii siku ya 40, fungua tu mjomba. Haina haja ya kuendelea kumalizia hiyo siku moja iliyobaki, hayo masaa machache yaliyobaki. Fungua tu. Kwa sababu gani? Tayari Yesu alikuwa ameshaanza kuona njaa. Kwa wakati Yesu anaona njaa, Ibilisi ndio akaja kwenye akili ya Yesu, anajaribu kutengeneza picha ya ugumu wa mfungo na makusudi na hatima ambayo Yesu alikuwa ameibeba. Na ndivyo ilivyo mpaka leo kwa watu wengine, kwa watu wengi tu. Adui anatuonesha ugumu kwa nje, lakini ugumu wenyewe uko ndani ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nachotaka nikwambia hapa nini? Ili uweze kuondoa ugumu,
ambao upo mbele yako, upo kwenye kitu ambacho unakifanya, upo huo ugumu ambao wewe unaona, jaribu sana kucontrol mindset yako. Jaribu sana kuombea, penda sana kuombea akili yako, penda sana kuombea mawazo yako, penda sana kuombea fikra zako, penda sana kuombea fahamu zako, penda mno ndugu yangu, penda kuombea maamuzi yako, penda kuombea utayari wako, penda kuombea nia yako ya ndani, penda sana kuombea. Jitahidi mno, usiache hata siku moja. Nyunyiza damu ya Yesu kwenye mawazo yako, nyunyiza damu ya Yesu kwenye fikra zako, nyunyiza damu ya Yesu kwenye akili yako, nyunyiza damu ya Yesu. Kwa sababu gani? Shetani anajua akikamata akili amecontrol, akikamata ufahamu wako anakufahamisha yeye, anatumia ufahamu wako kucontrol, kukuanzisha. Akikamata mawazo yako atakuanzisha hivi vitu vya kijinga. Atakuanzisha yeye upumbavu anaotaka yeye. Akikamata maamuzi yako atakufanya wewe ufanye maamuzi yasiyompendeza Mungu. Ndio maana kuna watu wameacha kazi, wameacha ndoa, wameacha biashara ambazo Mungu aliwapa. Kuna watu wameacha elimu, wameacha masomo. Kuna watu wamefanya maamuzi ya kuacha. Kwa nini? Wamekutana na ugumu ambao umetengenezwa na adui, wakaacha kuombea maamuzi yao, na adui alipokamata maamuzi yao akawafanyisha maamuzi wao, wakajikuta mwisho wa siku wameacha. Kwa Mungu ametupa hii neema ya kufanya maombi. Lengo letu kubwa ni kumwomba Mungu atusaidie kwenye ugumu tunaouona kwenye maisha yetu. Ni ugumu unaotengenezwa, lakini tungejua tu namna ya kuombea maamuzi tulionayo, tungejua namna ya kuombea maakili zetu, kuombea mawazo yetu, kuombea fikra tulizo nazo, kuombea nia zetu, kuombea mawazo, kuombea utayari wetu. Nataka nikwambie kuna mambo ambayo hayataendelea kuwa magumu kwenye maisha yako. Kuna mambo ambayo hayataendelea kukusumbua. Kwa nini? Mungu ameingilia kati, atakupa yeye mawazo. Ni kweli unaona hapa hakuna njia, lakini nini? Mungu si atakupa mawazo kama fanya hichi kitu, unatoka. Shetani anachokuzubaisha na kamata mawazo yako ili wewe uliwaze hilo jambo, usiwaze kuna plani B. Siku zote watumishi wa Mungu wanatumia kauli moja, wanasema pale mwanadamu anapoishia ndipo Mungu anapoanzia. Ni kweli kabisa. Kwa nini? Wewe ukiishia mahali fulani, akili yako imeishia hapo, mawazo yako yameishia hapo, ufahamu wako umeishia hapo, fikra zako zimeishia hapo. Ni wewe sasa umeishia hapo, unaona ugumu. Lakini unapoombea mawazo na fikra na fahamu na nia, Mungu anakupa akili, Mungu anakupa mawazo, Mungu anakupa fikra, anakufahamisha kwenye ufahamu wako, anakupa kitu cha kukutoa hapo. Mnamkumbuka yule kijana mmoja kwenye Biblia alikuwa anaitwa mwana mpotevu. Yule jamaa ilifika mahali akili yake ilifika mwisho, akaenda kuajiriwa, akawa analisha nguruwe kule. Ikafika mahali njaa ikawa inamtaabisha. Biblia inasema akatamani hadi kula na nguruwe. Sikiliza mtu wa Mungu, akili yake alipomruhusu Mungu kwenye ufahamu wake, alipomruhusu Mungu kwenye akili yake ilishafika mwisho. Elewa hichi kitu ninachokuambia mpendwa, akili yake ilishafika mwisho, akawaza kula hali chakula wanachokula nguruwe. Hebu niambie, ni ugumu wa namna gani alikutana na ule jamaa? Lakini alipomruhusu Mungu kutumia akili yake na mawazo yake na fikra zake na fahamu zake, maandiko anasema akawaza moyoni mwake, akasema hivi, ni watumishi wangapi kwa baba yangu wanakula na kunywa na kusaza, alafu mimi niko hapa nateseka, nahangaika, nasikia njaa, natamani kula na nguruwe. Hapana, ninakataa. Nitaenda kwa baba yangu, nitamuomba msamaha, nitamwambia baba anisamee, nitamwambia ikiwezekana babangu nipe tu nafasi niwe mjakazi. Siku zote alikuwa wapi? Swali ni hili, alikuwa wapi siku zote mpaka anaenda kuomba kazi ya kulisha nguruwe, mpaka anafilisika anaenda kuomba kazi ya kulisha nguruwe? Alikuwa wapi siku zote hizo? Baada ya kumruhusu Mungu kupita kwenye akili yake, Mungu akampa mawazo ya kwamba kule kwa baba yako kuna wafanyakazi wangapi, wanakula, wanakunywa, wanasaza. Alipozingatia moyoni mwake, Biblia inasema alipowaza moyoni mwake, akaona isiwe tabu,
akaenda kwa baba yake na maisha yake yakabadilika. Mtakumbuka baba yake alimpokea, wakafanya furaha, wakafanya sherehe kubwa. Sasa kadhalika ndivyo ilivyo. Hayo magumu unayoyaona kwenye maisha yako, ukimruhusu Mungu kwenye mawazo yako, Mungu atakupa mawazo ya kuvuka. Mungu atakupa fikra, atakufahamisha, atatumia fahamu zako, atatumia fikra zako. Mungu atatumia nia yako, Mungu atatumia maamuzi yako, atatumia utayari wako. Mungu atatumia akili, atakupa akili ya kutoka hapo, atakupa akili ya kushinda hilo jaribu, atakupa akili ya kuvuka kwenye hiyo changamoto unayoiona kwako hiyo ni changamoto. Atakupa akili. Utakumbuka hata wana wa Israeli wakati wako pale bahari ya Shamu, hawajui nini cha kufanya. Mbele yao kuna bahari ya Shamu, alafu nyuma yao kuna nini? Nyuma yao yuko Farao anakuja na jeshi kubwa la Wamisri. Biblia inasemaje? Musa alipomlilia Mungu, akamsemesha Mungu kama Mungu, tunafanyaje hapa? Mungu alimpa Musa akili tu, simple anyway. Inua fimbo yako juu, chapa maji hayo hapo, mbona yanagawanyika? Musa alishaona ugumu. Ukiangalia Biblia yako, Musa alishaona ugumu uko pale mbele. Alijua kabisa hapa hatutoboi. Kwa nini? Inawe tunapita wapi? Tunaenda wapi? Mbele kuna bahari, nyuma kuna Farao, tunaenda wapi? Ulikuwa ni ugumu ule wa Musa na wana wa Israeli, lakini Mungu alimpa akili na wakavuka na wakashinda. Na mimi nataka nikuombee kwa ajili ya neema hii ambayo Mungu ametupa, ili ya kwamba ugumu ambao wewe unaupata na unaopitia kwenye maisha yako, Mungu akusaidie, Mungu akupe akili. Lakini lazima ujue kumruhusu Mungu, ili Mungu atumie akili yako, ili Mungu aje kwenye fahamu zako, Mungu aje kwenye fikra zako, Mungu aje kwenye fahamu zako, Mungu aje kwenye nia yako. Mungu akupe akili, akupe cha kufanya, akupe cha kufanya. Kwenye Biblia wako watumishi wengi sana ambao walipewa cha kufanya. Takumbuka Yakobo wakati amepewa masharti na Laban ya kwamba hawa kondoo watakaozaliwa watakuwa wa madoadoa, watakuwa ni wa kwako. Biblia inasemaje? Mungu alimpa Yakobo akili. Malaika akaenda akamwambia Yakobo, chomeka vijiti kwenye maji wanaokunywa nani? Wanaokunywa kondoo, watakaozaliwa watapata. Ule ni akili, ni Mungu alimpa akili Yakobo, akamsaidia akafanikiwa kupata kile ambacho kilikuwa kimekusudiwa kupata. Mimi nataka nikakuombea kwa dakika hizi ambazo Mungu ametupa, ili kwamba Mungu sasa akupe akili, akusaidie huo ugumu ambao unauona. Mungu akaingilie kati, Mungu akaondoe huo ugumu, Mungu akakufanyia wepesi, Mungu akakufungue akili, Mungu akakufungue mawazo, uone kile ambacho Mungu anaona. Wapendwa, Mungu anaona tofauti na wewe unavyoona. Mungu anaona kitu ambacho wewe uone. Kwenye maandiko na mifano mingi kwenye Biblia, ni kwamba tu muda wetu si rafiki sana, lakini na mimi natamani nikupe mfano kwenye Biblia. Maandiko yanazungumza kwenye Mwanzo 15. Ukisoma ule mstari wa kwanza pale na kuendelea, Musa alikuwa na mtu mmoja anaitwa Eliezeri Mdameski. Ndio kijana ambayo Ibrahim kwenye Mwanzo 15 mstari ule wa kwanza na kuendelea, Ibrahimu alikuwa na kijana mmoja anaitwa Eliezeri, alikuwa ni Mdameski, na alikuwa ni kijana mwaminifu sana kwa Ibrahim. Alikuwa ni kijana ambaye anamtii, anamsikiliza Ibrahim, na ilifika mahali Ibrahim akaona huyu ndiye kijana ambaye mwisho wa siku mimi nikifa atakuwa mrithi wa mali zangu. Ibrahim alipoenda mbele za Mungu, Ibrahim akili yake na mawazo yake na fikra zake na hata kile alicho nacho, Ibrahim akili yake ilikuwa inamwambia ya kwamba huyu Eliezeri Mdameski ndiye ambaye atakuja kuwa mrithi wa mali zako. Lakini Mungu akamwambia, hapana Ibrahim, mimi ninamuona Isaka. Ni kweli umri wenu wewe na mkeo ni mkubwa, ni kweli mke wako amefika mwisho katika desturi za wanawake, ni kweli nyie ni wazee, lakini mimi Mungu ninamuona Isaka. Ni kweli Ibrahim na Sara, nyie mnaona ugumu katika kuzaa, mnaona ugumu kupata watoto, mmeteseka kwa muda mrefu, mmeteseka kwa miaka mingi kupata mtoto, mmeona tayari ni ugumu, lakini Mungu alikuwa anaona kitu ambacho Ibrahim alikuwa aone. Ndio maana ilifika mahali Mungu akamwambia Ibrahim, angalia juu, kazihesabu nyota. Ukiweza kuzihesabu nyota, ndivyo itakavyokuwa uzao wako.
akampeleka pale pembeni ya bahari, akamwambia, umeona mchanga wa bahari huo namna ulivyokuwa mwingi, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Kwa kuna kitu ambacho wewe unaona na kuna kitu ambacho mbingu zinaona. Sasa hicho ambacho unakiona wewe ni ugumu, ndicho ambacho shetani anataka uone kila siku, lakini kuna upande wa pili ambao Mungu anataka uone. Na mimi kazi yangu niliyopewa hapa ni kukuombea wewe, ili Mungu akufungue mawazo, akufungue fikra zako, akufungue fahamu zako, afungue akili yako, afungue nia yako, afungue utayari wako, afungue mawazo yako. Mungu apite huko akusaidie, ili sasa ukaone kile ambacho Mungu anataka uone. Katikati ya hayo magumu iko fursa, mtu wa Mungu. Katikati ya hayo magumu iko fursa. Nataka nikwambie hivi, katikati ya hayo magumu unayoyapitia, katikati ya hayo magumu unayoyaona, kuna fursa. Kuna kitu tu, kuna kipande ambacho wewe hauoni, ambacho nataka nikuombea hapa, ili Mungu akusaidie na ukaone katika jina la Yesu Kristo. Popote ulipo, inua mikono yako juu, alafu fata maneno haya au maombi haya ambayo ninakwambia. Sema, Bwana Yesu, ninasogea mbele zako majira haya, ninaomba toba, ninaomba rehema juu yangu, juu ya maisha yangu, pale ambapo nimekukosea, pale ambapo nimekutenda dhambi, pale ambapo nimekuchukiza, pale ambapo nimekuhuzunisha, nimekughadhibisha. Sema, Bwana Yesu, ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu, ninaomba unihurumie kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sema, Mungu Baba, ninainyunyiza damu yako juu ya mawazo yangu, juu ya fikra zangu, juu ya fahamu zangu, juu ya nia yangu na juu ya akili yangu. Ninainyunyiza damu yako. Naomba unitakase, naomba unisafishe, na ninaomba unioshe. Sema, Bwana Yesu, kwa damu yako takasa mawazo yangu, takasa fikra zangu, takasa fahamu zangu, takasa nia yangu, takasa akili yangu, takasa maamuzi yangu, takasa utayari wangu kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Sema, Mungu Baba, pale ambapo nilimruhusu adui kutawala maamuzi yangu, kutawala mawazo yangu, kutawala fikra zangu, kutawala fahamu zangu, kutawala nia yangu, kutawala akili yangu, kutawala maamuzi yangu na kutawala utayari wangu. Sema, Yesu, ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu, ninaomba unihurumie kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Ninakuja kwako leo kwa jina la Yesu Kristo. Sema, Yesu, ninakupa kwa upya tena mawazo yangu. Ninafungua mlango wa mawazo ili Bwana Yesu ukapate kuingia. Ninafungua mlango wa ufahamu, mlango wa fikra zangu, mlango wa nia yangu, mlango wa akili yangu, mlango wa utayari wangu, mlango wa maamuzi yangu. Wewe Yesu upate kuingia na kunitawala kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema, Bwana, kwa damu yako ninaondoa kila ugumu niliyowekewa na Ibilisi kwenye mawazo yangu, kwenye fikra zangu, kwenye fahamu zangu, kwenye nia yangu, kwenye akili yangu. Ninaondoa kila ugumu niliyowekewa na adui kwenye nia yangu. Ninaondoa kila ugumu niliyowekewa kwenye akili yangu, kwenye maamuzi yangu, kwenye fikra zangu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Namna ambavyo nimeyatazama mambo kuwa magumu, namna ambavyo nimeyatazama mambo yasiwezekane, yashindikane. Sema, Bwana, ninakupa leo mawazo yangu na fikra zangu na fahamu zangu na nia yangu
na akili yangu, ili Bwana Yesu unitawale wewe. Tawala maamuzi yangu, tawala Bwana na utayari wangu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hebu nyoosha mikono juu, sema Bwana, kila ugumu ninaouona kwenye maisha yangu ninauondoa leo kwa damu ya Yesu. Kila ugumu ninaouona kwenye biashara yangu, kwenye kazi yangu, kwenye fahamu zangu, kwenye ndoa yangu, ninaondoa leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema Bwana Yesu, hiyo picha niliyowekewa na adui niione, picha ya magumu, ninaiondoa hiyo picha iliyowekwa mbele yangu, picha ya kutazama mambo kuwa magumu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Upofu wowote niliyopigwa nisione fursa katikati ya magumu niliyo nayo, nisione fursa katikati ya hali niliyo nayo, nisione fursa katikati ya vita nilivyo navyo, nisione fursa katikati ya changamoto niliyo nayo. Sema Bwana Yesu, ninaondoa leo huo upofu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninakemea kila magumu yaliyowekwa na adui kwenye maisha yangu. Ninaondoa kila magumu yaliyowekwa kwenye maisha yangu. Ninaondoa kila ugumu uliowekwa kwenye biashara yangu, kila ugumu uliowekwa kwenye kazi yangu, kila ugumu uliowekwa kwenye miradi yangu, kwenye mifugo yangu, kwenye mashamba yangu, kila ugumu uliowekwa kwenye ndoa yangu, kwenye uchumi wangu, kwenye familia yangu, kwa watoto wangu, kwa mwenzi wangu, kila ugumu uliowekwa kwenye huduma yangu. Sema Bwana Yesu, ninauondoa leo huo ugumu kwa damu ya Yesu uliowekwa na adui kupitia mawazo yangu, kupitia fikra zangu, kupitia fahamu zangu, kupitia nia yangu, kupitia akili yangu, kupitia maamuzi yangu, kupitia utayari wangu. Kila ugumu uliowekwa na adui, sema Bwana Yesu, ninauondoa leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema hiyo roho ya ugumu na uzito na roho zingine zozote za kuzimu zilizonivaa kupitia mawazo yangu, kupitia fikra zangu, kupitia fahamu zangu, kupitia nia yangu, kupitia akili yangu, kupitia utayari wangu, kupitia maamuzi yangu. Sema hiyo roho ya kukata tamaa, roho ya kushindwa, roho ya kuacha, roho ya kutokuvumilia, roho ya uchungu, roho ya hasira, ninazikemea kwa jina la Yesu. Ziniachie siku hii ya leo. Roho zozote ambazo zinatumika kuniwekea ugumu kwenye maisha yangu, ziniachie leo kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hebu sasa endelea kukemea hizo roho. Kemea tu hizo roho, mwambie Mungu, ninakemea kila roho ya kuzimu iliyonivaa kupitia mawazo yangu, kupitia fikra zangu, kupitia fahamu zangu, kupitia nia yangu, kupitia akili yangu, kupitia mawazo yangu, kupitia utayari wangu, kupitia maamuzi. Hizo roho za kuzimu zilizonivaa zikaniwekea ugumu, zikaniingiza kwenye changamoto, zikaniingiza kwenye hasara, zikaniingiza kwenye madeni, zikaniingiza kwenye mateso kupitia mawazo. Mwambie Mungu, nazikemea hizo roho kwa jina la Yesu. Ninazipiga hizo roho kwa damu ya Yesu, ninaziharibu hizo roho kwa damu ya Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo,
Ninawaombea watoto wako hawa ambao wananisikiliza Bwana na kunifuatilia kwa njia mbalimbali ya kimtandao Bwana. Ninawaombea popote walipo Mungu, kila magumu wanayoyapitia Bwana, waliowekewa na adui Mungu, kupitia mawazo yao, kupitia fikra zao, kupitia fahamu zao, kupitia nia yao, kupitia akili yao, kupitia fahamu zao, kupitia utayari wao, kupitia Bwana maamuzi yao, ninawaombea saa hii Bwana, hiyo magumu Mungu yakapate kuwaachia. Hizo roho ambazo Mungu zimewakamata watoto wako, zikafunga njia, zikapata uhalali Bwana, hayo maroho ya kuzimu, maroho ya kukata tamaa, maroho ya kuvunjika moyo, maroho ya hasira, maroho ya uchungu, maroho ya ghadhabu Bwana, maroho ya madeni, maroho ya hasara, maroho ya kufilisika, maroho ya umaskini, maroho ya magonjwa yaliyopata nafasi Bwana, maroho ya madeni, maroho ya kila namna ya mauti Bwana, yaliyopata nafasi kwenye maisha ya watoto wao Bwana, yakaenda kuwakwamisha, yakaenda kuwazuia, yakaenda kuwafelisha, yakaenda kuwaangusha, yakaenda kuwarudisha nyuma, yakaenda kuwarudisha kwenye sifuri. Hayo maroho ninayapiga leo, yawaachie, yaliyopata uhalali kupitia mawazo yao, kupitia fikra za watoto wako, kupitia fahamu zao. Maana neno lako linasema ya kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Hayo maroho yanayowaangamiza watoto wako Baba, piga katika jina la Yesu, ninayakemea, waachie Bwana. Hayo maroho yaliyoachilia ugumu, maroho yaliyoachilia uzito, maroho yaliyofunga njia, yaliyofunga milango, maroho yaliyoachilia maswali yasiyokuwa na majibu, maroho yaliyoleta hasara na mateso na kilio kwenye maisha ya watoto wako Baba Mungu, naipeleka damu yako Baba, ninapiga hayo maroho kwa damu ya Yesu, ninapiga hayo maroho sahihi, piga hayo maroho ya waachie kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ilo giza kwenye ufahamu wao, ilo giza kwenye akili yao, ilo giza kwenye fikra zao, ilo giza kwenye mawazo yao, ilo giza kwenye nia yao, ilo giza kwenye maamuzi yao, giza kwenye utayari wao, liachie leo katika jina la Yesu. Ilo giza likawaachie, likatoeke katika jina la Yesu. Ilo giza liachie, ilo giza ambalo Mungu linawatatiza watoto wako Baba. Wanafika mahali Mungu hawaoni njia, hawajui wafanye nini Baba, hawajui wafanye kitu gani Baba, hawajui wanatokaje kwenye magumu wanayoyapitia Baba, hawajui wanatokaje kwenye maisha magumu walio nayo. Mungu, ilo giza liwaachie kwa damu ya Yesu Kristo, na hayo maroho ya kuzimu ya waachie, na nguvu za giza ziwaachie. Uchawi wowote ambao Mungu umefanyika kwenye akili za watoto wako, kufunga akili, kufunga mawazo, kufunga fikra, kufunga fahamu, kufunga nia, kufunga utayari, kufunga maamuzi yao, kila uchawi na uganga na ushirikina, ninaupiga ukawaachie kwa jina la Yesu. Piga kwa damu ya Yesu popote ulipo, ninatuma moto sahi na damu ya Yesu popote ulipo katika jina la Yesu. Akili yako ifunguliwe, akili yako ifunguliwe, akili yako ifunguliwe, akili yako ifunguliwe, mawazo yako yafunguliwe, fikra zako zifunguliwe, fahamu zako zifunguliwe kwa damu ya Yesu. Natuma moto popote ulipo, napeleka moto popote ulipo, moto wa Bwana ulao, moto wa Bwana ulao, moto wa Bwana ulao, moto wa Bwana ulao, moto wa Bwana ulao popote ulipo. Unaponisikiliza, unayesikiliza sauti hii, natuma moto ulao, natuma moto popote ulipo, fire kwa damu ya Yesu Kristo. Mapepo yaachie fahamu zako, mapepo yaachie maamuzi yako, mapepo yaachie akili zako, mapepo yaachie mawazo yako, yaachie kwa damu ya Yesu, yaachie kwa jina la Yesu. Nguvu za giza zikuachie, ziachie utayari wako, ziachie maamuzi yako, ziachie fikra zako, ziachie fahamu zako. Nguvu za giza ziachie mawazo yako, ziachie nia yako, ziachie akili yako kwa jina la Yesu Kristo. Kila roho inayokupofusha usione fursa, ninaipiga hiyo roho kwa damu ya Yesu, ninaipiga kwa jina la Yesu Kristo. Ziko fursa mahali ulipo zimekuzunguka, lakini kuna roho imekupofusha usione. Ninakemea kwa damu ya Yesu, ninapiga hizo roho, ninapiga hiyo maroho, nguvu ya giza, ninapiga
piga hayo mapepo. Ibilisi toka, achia kwa damu ya Yesu. Hiyo mabababa ripaka baada ya mandara bakoria katika jina la Yesu. Ninakemea nguvu za giza zikuachie. Ria bakataya mandara bakoria ripopopopo ramanderi ya bakantaya ramandere ya bakoria riakataya badaya ramondorobobobobo ria pakasa badaya. Moto lao pite sahi, moto lao pite sahi. Akili yako ifunguliwe, mawazo yako yafunguliwe, kama ambavyo mawazo na akili na fikra na fahamu na nia na utayari na maamuzi ya mwana mpotevu yalifunguliwa. Akawaza kwenda kwa baba yake, akawaza kurudi kwa familia yake, akawaza kile ambacho Mungu alimpa kuwaza. Na mimi nakuombea leo katika damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, na kuombea leo kwa damu ya Yesu, akili yako iachiliwe, mawazo yako yaachiliwe, fikra zako ziachiliwe, fahamu zako ziachiliwe, nia yako yaachiliwe, utayari wako uachiliwe, maamuzi yako yaachiliwe, akili yako yaachiliwe kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, ili uanze kuwaza kile ambacho Mungu anahitaji uwaze kwenye magumu hayo, ili uanze kuona namna ambavyo Mungu anahitaji uone kwenye changamoto hiyo. Fikra zako zitumike na Mungu, mawazo yako Mungu ayatumie, fahamu zako Mungu azitumie, fahamu zako Mungu azitumie, Mungu akutumie, Mungu atumie akili yako kukupa akili ya kimbingu. Maana anasema kwenye Tito, kama sijakosea, Tito 2:7 anasema atatupa, kwenye Timotheo anasema atatupa akili katika mambo yote. Nami nakuombea katika jina la Yesu, upewe akili aliyepewa Esther, upewe akili aliyepewa Esther wakati ambapo Wayahudi wanahitaji kuuawa na Esther hana namna ya kuwasaidia. Esther alipewa akili na Mungu ya kufanya maombi ili aweze kuona kile ambacho anapaswa kuona, ambacho hakukiona kwa siku 30. Ripakaya mandara bakoria. Ninakuombea kwa jina la Yesu, neema ya Mungu ipite saa juu yako, na moto Roho Mtakatifu lao, nguvu za giza zilizofunga fahamu zako, zilizofunga fikra zako, zilizofunga nia yako, zilizofunga chochote cha kwako, ili ubaki kwenye magumu, ili ubaki kwenye maisha magumu. Baba, ninakataa leo kwa jina la Yesu. Lazima utoke kwa damu ya Yesu, lazima zikuachie. Nguvu za giza lazima zikuachie, zinataka hazitaki, leo lazima zikuachie. Natuma moto na damu ya Yesu, haraka ziachie fahamu zako, ziachie akili yako, ziachie nia yako, ziachie kwa damu ya Yesu. Moto ulao popote ulipo, ninakemea kwa jina la Yesu. Mapepo toka, achia hao watu, achia mawazo yao watu, achia fikra zao, achia fahamu zao, achia nia yao, achia ripopopopopo rikaria baba rema mama koria badakataya rikaria manda karabado ripa baba rama ya baba rikaya manda karia badaya. Kila upofu, kila giza toeka, achia kwa jina la Yesu. Toeka, achia hao watu, toeka, achia hao watu, toeka, achia hao watu, toeka, achia mawazo yao, achia. Ewe giza toeka, ewe upofu toeka, fire kwa damu ya Yesu Kristo toeka, achia mawazo yao watu, achia akili zao, achia fahamu zao, achia nia zao, achia akili yao, achia utayari wao, achia maamuzi yao. Ripa papa repa popopo rikaria bada rema ya baba ramo ripa popopo rika ya baba rama ya kantaya renda rabakoria ria baba. Huo moto unapita sahihi. Navyoomba hapa nasikia moto, nasikia kuna mtu Mungu anamfungua akili yake, kuna mtu Mungu anamfungua fahamu zake, zilikamatwa, zikafungwa, zikazuiliwa asione fursa, zikazuilia asiwaze kile cha Mungu ambacho Mungu anataka uwaze. Napoomba hapa nasikia moto unapita, nasikia moto ndani yangu, na huo moto unapita kwako mahali ulipo, moto unapita na damu ya Yesu
katika jina la Yesu. Moto unashughulika na adui zako, na damu Yesu unashughulika na vifungo vyote. Vifungo vinakuachia, vifungo vinaondoka. Ripa korobodea. Kama unanisikiliza, hebu weka mkono kwenye kichwa chako, weka mkono kwenye kichwa chako, kwenye paji la uso, kwenye utosi. Rikarabababa rimamamama rapopopopo. Huo moto unapita fire sahi popote ulipo. Huo moto wanaachia akili yako, ndio wanaachia akili yako, ndio wanaachia akili yako sahi, wanaachia akili yako, wanaachia fahamu zako, wanaachia nia yako, wanaachia kwa damu ya Yesu na kwa moto lao. Karabade rikandarabakori bababababa ramonderia bakoria makata ya manderia badoa. Katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu, lazima uone kile ambacho Mungu anahitaji uone. Lazima uwaze kwa namna ambavyo Mungu anahitaji wewe uwaze. Lazima ufikirie namna ambavyo Mungu anahitaji ufikirie. Adui hawezi kukufikirisha tena. Adui hawezi kukuwazisha tena. Lazima ufahamu kile ambacho Mungu anahitaji ufahamu. Ni muhimu sana ukawa na ufahamu. Ni muhimu sana ukafikiri sawasawa na jinsi Mungu anataka ufikiri. Ni muhimu sana ukafahamu na kile ambacho Mungu anahitaji ufahamu. Ni muhimu sana 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 ukawaza kile ambacho Mungu anahitaji kuwaza. Lakini pia ni muhimu sana ukaona kile ambacho Mungu anahitaji uone. Lakini pia ni muhimu sana ukafanya maamuzi sahihi, namna ambavyo Mungu anahitaji ufanye maamuzi. Lakini ni muhimu pia ukawa tayari kwa namna ambavyo Mungu anahitaji uwe tayari. Napozungumza haya, maana yake kwenye hali ngumu ulio nayo, ni muhimu sana mawazo yako, fikra zako, fahamu zako, nia yako, akili yako na utayari wako pamoja na maamuzi yako vikawa kwa namna ambavyo Mungu anahitaji viwe, kwa sababu Mungu anavitumia hivyo. Usitegemee muujiza utakuja tu, no. Mungu atatumia akili yako, mawazo yako, fikra zako, fahamu zako, nia yako, na Mungu atatumia na utayari wako. Atatumia pia na maamuzi yako kukusaidia. Leo tutaishia hapa, lakini kesho tutaangalia juu ya mwanamke mjane, mke wa nabii, ambaye alikutana na hali ngumu na Mungu akamsaidia. Tutajifunza kesho na tutapata pia nafasi ya kuomba. Jina langu ni Mwalimu Given Msuya. Ulikuwa nami katika maombi haya. Nikuombe tu endelea kushare audio hizi na linki hii kwa watu mbalimbali kwenye magrupu mbalimbali, ili tuweze kupeleka injili hii iweze kufika mahali kwa namna Mungu alivyokusudia. Leo ni siku yetu ya pili. Kwa neema ya Mungu tutaendelea tena kesho kwa ajili ya siku yetu ya tatu. Nami nakuomba, omba mtu wa Mungu, omba kwa imani na Mungu akusaidie. Ndani yako ukisikia kuachilia sadaka kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa maombi haya, namba zetu za sadaka ni 0685086663. Ndani yako ukisikia kumtolea Mungu sadaka na kuachilia sadaka yako mbele za Mungu kwa ajili ya huduma hii ambayo Mungu ametupa kwa ajili ya maombi haya, ili angalau na sisi tuendelee kumtumikia Mungu kwa namna ambavyo Mungu atakutumia wewe. Namba zetu za sadaka ni 0685086663 Airtel Money, jina litakuja Given Msuya. Ukisikia na kutuma sadaka, tatuma kwenye namba